useme nasi. Tunakusihi Mungu Roho Mtakatifu tawala na ukapate kuanza nasi hata uhitimishe pamoja nasi, na yale yote ambayo tutakayeelimishwa mahali hapa Mfalme yakafanyike kwa baraka na neema. Utupe kibali cha kuyatendea kazi ili taifa lipate kukuona wewe, kanisa na hata misikiti, kwa maana wote tuko wa imani mbalimbali, ili kila mmoja apate kuwa mafanikio katika nyumba yake na nyumba ipate kuneemeka, ili familia ipate kukutukuza wewe. Ni katika jina la Yesu anza nasi hata utakapohitimisha pamoja nasi. Amen. Basi tunakwenda kuanza mada zetu. Tamkaribisha mbele yetu mkutubi wetu ambaye ni mama yetu, dada yetu, mdogo wetu Beatrice Kimaro, mhadhiri wa chuo kikuu chetu cha ushirika. Hayawi sasa imekuwa ile siku ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu sana na wanawake wanachama Ng'ambo SACCOS imefika. Ilikuwa ni tarehe 22 mwezi wa 3 2025. Wanawake wote ambao ni wanachama waliweza kuitikia wito huu kwa wingi wao, waliweza kufika mapema kabisa asubuhi, wakaanza na usajili katika meza ya usajili waliosajiliwa na watendaji wa Ng'ambo SACCOS, na tayari kujipanga katika sehemu zao kusikiliza na kuangalia nini kitakachojiri. Wewe ni mtu wa thamani popote ulipojiamini. Kumbuka siku hii ya wanawake na wanachama wa Ng'ambo SACCOS ni ya kwanza kufanyika ndani ya chama chetu. Tunashukuru wanawake walijitokeza wengi kwa wingi, kila mmoja akiwa na shauku kubwa ya kufahamu nini kinakuja kuongelewa, mada gani zitakuwepo, wakiwa wamejipanga na kusikiliza kitakachojiri. Dunia bila mwanamke si mahali salama, mwanamke popote ulipo jiamini. Katika siku hiyo ambayo ilifanyika katika viwanja vya ushirika wa KKT Msaranga zilipo ofisi za chama, mkufunzi wetu mahiri kutoka chuo kikuu cha ushirika Moshi, mhadhiri Beatrice Kimaro, aliwakumbusha wanawake umuhimu wa ushirika katika kumkomboa mwanamke kiuchumi na umuhimu wa kujiwekea akiba mara kwa mara. Katika hizo mbinu zote ushirika umeonekana kama mfumo ambao unaweza kumkomboa sana mwanamke kwenye machangamoto ya kiuchumi, kwenye machangamoto ya kijamii, kwenye changamoto mbalimbali hata za kifursa. Halo. Kama tulivyosema, ushirika ni kikundi cha watu ambacho wameamua kuungana kwa hiari yao. Ushirika utamkomboa mwanamke ikiwa mwanamke mwenyewe yuko tayari kujikomboa. Amedhamiria kutoka moyoni mwake kwamba anataka chama cha ushirika kifanye nini. Kuna mwingine yuko hapa tangu amejiunga na hichi chama, bado ana hisa zile, bado ana akiba ile, bado ana ile. Kwa nini hajajitambua? Muulize mwenzio, umejitambua? Hisa zako, akiba yako ya mwaka jana ndio hiyo ya mwaka huu. Na kuna mwingine yuko hapa leo amekuja na mkakati, anaangalia namna gani anaweza kupunguza ile akiba aliyoiweka. Amekaa hapa. Mwalimu umalize haraka maana pale saa 6 wanafunga. Anataka kuangalia namna gani anaweza kupunguza akiba yake iliyo wapi? Kwenye chama. My dear, utakuwa unapoteza muda. Unapoteza muda wako bure. Ili ushirika ukusaidie, lazima wewe mwenyewe ukubaliane na nafsi yako, uikane nafsi yako kwamba nitaweka akiba sio kwa ajili yangu ya leo, lakini kwa ajili ya faida yangu ya nini? Ya kesho. Niliwafundisha hapa mwaka jana, mwaka juzi, nikakwambia akiba ni kiasi cha fedha unachokiweka kwa ajili ya faida yako ya lini? Kwa nini unataka ikifika Januari ushinde kupaka lipstiki na wanja kisa watoto wanatakiwa waende shule? Kwa nini? Kwa nini ikifika mwezi wa 6 unataka kulipa kodi ya nyumba unaanza kuhangaika mpaka nguo zinakulegea kisa ulikuwa hujui umekaa kwenye nyumba ya kupanga wewe? Ulikuwa hujui kwamba umezaa Januari watoto wanatakiwa waende shule? Kwa nini usiweke kwenye kikoba chako kidogo kwenye kile kikoba mkaweka hela zenu SACCOS pale? Kwa nini msijiunge kama kikundi mkaweka kidogo? Haba na haba ujaza nini? Hey! Ile akiba yako imeongezeka. Bado unaweka 1000 tu kila siku. Bado 1000 kweli Mungu hajakutendea muujiza biashara ikakua? Hivi ni kweli? Mwambie, mguse tena, mwambie bado unakula mbegu. Unaijua mbegu? Mbegu ni nini? Mbegu ni nini? Sijasikia mbegu ni nini? Usile akiba. Akiba inakusaidia mama ukipata changamoto. Akiba inakusandalia kesho iliyo njema. Unataka kuweka tiles kwenye nyumba yako, weka akiba.
Unataka kubadilisha makochi yako, weka akiba. Godoro umelilalia tangu umeolewa kwenye ile ndoa mpaka leo hujabadilisha, weka akiba ubadilishe godoro mama. Mashuka yale hujabadilisha, weka nini? Hata yule mfate anayeuza mashuka mwambie nitakupa kidogo kidogo, ikitimia unipe shuka langu bwana. Alo. Kuna kitu kinaitwa akiba pale, weka. Pia mhadhiri huyo aliweza kuwakumbusha wanawake kuendelea kujiwekea fedha zao katika mfuko wa amana ambao utawasaidia kutunza mahitaji yao madogo madogo yanapotokea mara kwa mara. Lakini pia aliwakumbusha kuweza kutunza siri ya mrithi wa akaunti yake aliyemwandika pale itakapotokea mwanachama huyo hayupo tena duniani. Nani alikwambia mambo hayo yanaambiwaga watu? Mwambie mwenzako mdomo umekufanya huko ulivyo. Jifunze kufunga kamdomo, ni kamdomo, kanaitwa kamdomo Ni kamdomo. Ukijifunza kufunga mdomo. Kuna mama ameuliwa kwa sababu mtoto wake alijua nyumba ile yeye ndo amepewa urithi. Mtoto kwa tamaa zake, watoto wa kiume si nimewambia siku hizi wamekuwa Mungu anajua tu mwenyewe. Kamuua yule mama ile arithi ile nyumba kwa sababu anataka kuiuza, ameambiwa hapa ukiuza utapata milioni 200. Kwa nini vyombo vya habari hamsikilizi? Ni kamdomo. Huku kwenye SACCOS unatakiwa muandike mrithi. Si ni kweli jamani? Si nilikuja nikawafundisha hapa kuhusu mrithi, lakini kuna mwanamke yuko hapa kashamwambia. Yaani achana nao. Unajua kule ngambo nimekuandika wewe. Nakwambia yule mtoto anahesabu siku zako kama nyoka unayemfuga ndani. The more ametanuka anaweza kukumeza, atakumeza. Tujifunze kufunga mdomo wa kina mama. Kuna kinani kinaitwa amana. Unasikia amana? Amana ni kiasi cha fedha kinachoweka kwenye chama, kinaweza kutolewa muda wowote. Kwa hiyo hivi vitu vyako vidogo vidogo hivyo, sio una masufuria yako, kuna masufuria ulioleoga nayo mama mpaka leo unayo. Na taarifa zako tunazo. Alafu una zile sahani. Una zile sahani zako zile. Kila ukitoa unasema hii sahani hii ya usichanani. Ni kweli ni ya usichanani, lakini kuna vya kisasa sasa siku hizi vizuri kidogo. Hapo vinaongeza siku za kuishi. Unapokuwa na vitu vizuri vinakupa hamu ya kuendelea kuishi. Vinakupa sababu ya kutamani kula. Kuna mtu uko hapo unasema nimekata appetite ya kula, unakula kwenye nini? Lazima appetite ikate. Unakula nini? Unakula plastiki unapata kansa. Kansa utapata. Kuna vyombo vya plastiki hata vya 3000, kikombe cha 3000 unakipata cha udongo bwana. Kula vizuri. Weka akiba pale kwenye dirisha la amana. Hata kama ni 1000 weka ni ya kwako. Pia Beatrice amewasa jamii kuacha mila na desturi kandamizi zinazomzuia mwanamke kujiunga na ushirika na kufanya shughuli za kujikwamua kiuchumi. Lakini pia aliwasa wanawake kujiepusha kuwa na mikopo mingi ambayo inakuja kuwaletea matatizo na kushusha kiwango chao cha kipato katika maisha yao, hivyo familia zao kukosa maendeleo. Pamoja na mchango wao mkubwa, wanawake bado wanakumbana na changamoto nyingi katika ushirika, zikiwemo mila desturi. Kuna mwanamke yuko hapa, mwanaume hataki kabisa aje huko. Hususan wenzetu wale wa Kiislamu, wale walioshika dini kabisa, hawaruhusiwi kukopa. Si ni kweli mamangu Hawaruhusiwi kukopa. Hizi changamoto za kidini zimerudisha wakina mama wengi sana nyuma. Kuna mwanamke wa Kiislamu yuko hapa, ameaga nyumbani kwake, hajamwambia mume wake amekuja hapa, anapo kule ni kanisani. Amemwambia anaenda kununua futari. Kwa hiyo hapo anatakiwa nifanye haraka kwa sababu anatakiwa aende. Wako hapa. Na kuna mwingine ni Mkristo yuko hapa, mmeweka natema mati, hujarudi. Utaniambia kule ndio mnaenda kujazwa ujinga. Ni wanawake mkikaanga mnaenda kujazwa ujinga. Kumbe Beatrice mwenyewe anakuambia nenda kamheshimu mume wako kwa sababu ndio wako huyo. Halo. Hizo ni mila kandamizi bado zimekuwa zikitafuna. Lakini kingine ni ukosefu wa rasilimali. Bado ni changamoto, swala la mitaji. Lakini kupitia SACCOS, njoo kopa. Lakini nikufundishe mwanamke, ili uweze kufanikiwa kuwa mwaminifu. Hakunaga mtu aliyewahi kufanikiwa kwa janja. Sijasikia. Kwa nini? Wakina mama mlioko hapa ni janja. Kazi yenu ni kukopa mkono wa kushoto, kulipa mkono wa kulia. Unajikuta unapiga mark time, work done ziko to 0. Unakopa kikoba, unaenda kulipa SACCOS, unabaki 0. Ukibaki 0, unaenda kukopa kausha damu. Ukikopa kausha damu, baada ya siku 2 wanataka marejesho. Kwa hiyo hela zile walizokukopesha unaanza kulipa nazo nini? Baada ya wiki moja umerudi nini? Umebaki 0. Unaenda kulilia wapi? SACCOS. Kwanza kule ni chama changu ni nini? Ukija SACCOS unaambiwa mama una akiba.
Nikopeshe dharura, unaambiwa ulikopa lakini hujamaliza kulipa. Kwa hiyo unajikuta una nini? Unaanza kulalamika, sakosi gani ile? Kwanza hainisaidii. Wewe ndio usaidiki. Katika kuhitimisha siku hii ya wanawake iliyoandaliwa na chama cha ushirika wa mikopo Ng'ambo SACCOS, wanawake ambao ni wanachama wa chama hiki waliishukuru sana bodi kwa maandalizi ya siku hii ya wanawake, lakini pia walikuwa na maoni haya yafuatayo. Kwa kweli nimefurahi mno, nafurahi sana. Nashukuru meza kuu, ninashukuru hii dada, anafundisha vizuri. Somo linaingia kichwani, linaingia mpaka bongoni. Ninasema huyu dada Beatrice aendelee kukanyaga hapa msalaba, na Mungu ambariki. Akae kama lipombe lililo ambalo halina ladha. Hili somo la leo kwa kweli linatufundisha na limetupeleka mbali, na tutalitendea kazi sasa na mapenzi ya Mungu. Amen. Jina langu naitwa Juliet Wilson Mosha. Jina la cheo changu yani Mrs. Kitundu. Leo siku ya leo kulikuwa kuna siku ya kina mama. Kama tunavyojua kwamba kila mwezi wa 3 ni tunafanya jambo la idara za kina mama kwenye makanisa na sehemu mbalimbali. Kwa kweli kwa leo mtumishi wa Mungu Beatrice ametufundisha somo zuri sana. Inawezekana pia kuna wamama wengine walikuwa na changamoto katika familia zao, lakini wamefanywa counseling na wameweza kutoka na kitu. Na neno la tunalotokanalo leo au lilotokanalo leo ni kutafuta kuwa na amani muda wote. Kama vile kama ukisoma Waebrania mlango wa 12 mstari wa 14 inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Kwa sababu usipokuwa na amani ukaweka makasiriko kwenye moyo wako, lazima unaharibu amani ya moyo wako. Unaharibu, unaweza kukuta unashangaa unakutana na mama ana miaka 20 au binti ana miaka 20-25, lakini uso una makunyanzi. Yote ni hiyo kutokana na stress. Na somo la leo kubwa lilikuwa ni swala la wamama kuwa na stress katika maisha. Maana stress ni msongo wa mawazo, depression, msongo wa mawazo ambao ukiangalia kwenye nyakati hizi zinasumbua wamama wengi. Kwa hiyo mimi binafsi pia ni mwenyekiti wa idara ya kina mama usharika wa Betheli. Wanapenda sana kuwashauri wa kina mama waache nini? Stress na kujiunga kwenye vitu kama SACCOS na kwenye vikoba na nini. Ukijiunga kwenye vitu kama vya aina hiyo, ukifika kule hata siku moja utaweza kaa nyumbani useme ada ya mtoto hakuna. Mnasaidiana na baba. Yamkini inawezekana Mungu wewe amekujalia kidogo, mume ana kidogo. Yeye akileta robo, kaleta robo 3, maisha yanaenda. Yeye akileta nusu na mimi nikaleta nusu, maisha yanafanya nini? Maisha yanakwenda. Kwa hiyo kikubwa kwenye dunia hii ni kutafuta amani ya moyo wako. Maana ukiingiza changamoto za kwenye dunia hii, unaweza ukafa kabla ya siku zako. Yangu ni hayo. Kwa majina naitwa Mary Michael Nashanda, ni mwanachama wa Ng'ambo SACCOS. Kwa kweli siku ya leo nimefurahi sana. Wanawake wa mama tumejifunza vitu vingi sana, tukiwa na mnenaji wetu mzuri kabisa dada Beatrice kutoka ushirika, chuo cha ushirika. Wanawake kwa kweli tunahitajika kuondoa changamoto mbalimbali ambazo zinatukuta kila siku za kazi, siku sio za kazi, na pia tumejifunza kwa habari ya malezi bora, maana mwanamke ndio kila kitu. Pale ambapo atakuwa hana stress au stress anaweza kuzitatua, itampelekea yeye kutimiza wajibu wake hasa kwenye swala la malezi na swala la ndoa pia. Tunashukuru pia Ng'ambo SACCOS kwa kuletea hii semina au hii siku ya leo. Kwa kweli tumefarijika sana na tumejifunza vitu vingi sana. Hasa kubwa kabisa ni ile la kuondoa stress na kujiwezesha kiuchumi kama mwanamke, ili tuweze kutengeneza jamii iliyo njema, jamii iliyo sahihi, na kuwasaidia pia wababa katika majukumu yao. Kweli sasa hivi wababa wana majukumu mengi, na pia tumekumbushwa majukumu ya mama, mbali na kutengeneza uchumi, pia kujali ndoa, kujali watoto na maendeleo kwa ujumla ya familia
na sehemu tunapoabudia. Kwa hiyo kwa kweli tunaishukuru sana Ng'ambo SACCOS, wote walioratibu, mambo ni mazuri. Siku nyingine tunawaalika pale ambapo utasikia ujumbe huu kwamba kuna kitu fulani kinaendelea, wamama tutoke. Wamama wengi hawataki kutoka kuja kujifunza. Unapojifunza ukimwelimisha mwanamke umeelimisha jamii. Kwa hiyo tunawakaribisha sana 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 wamama wote wa Ng'ambo, Msaranga, kila mahali, walio wanachama na ambao pia si wanachama, ili waweze kujifunza nao waweze kupata uelewa na kujiunga katika Ng'ambo SACCOS. Nashukuru sana. Na kwa kumalizia, mjumbe wetu wa bodi ya chama Mwalimu Restuta Njau aliweza kuwashukuru wanawake wote kwa kuitikia kwa wingi katika siku hii ya mwanamke mwanachama wa Ng'ambo SACCOS, na aliwaahidi kwamba amepokea maoni yote pamoja na ushauri na kwamba ataafikisha katika bodi kwa ajili ya kufanyiwa kazi. Mimi naitwa Restuta Nicolaus Njau, ni mjumbe katika bodi ya Ng'ambo SACCOS. Nimeelewa kulikuwa kuna shughuli ambayo imeandaliwa na wanawake kwa ajili ya kuwaunganisha wanawake na kuzungumza mawili matatu. Kwa kweli imekuwa siku nzuri yenye baraka ambayo wanawake wengi wameweza kujifunza, kutiana moyo, kujirekebisha, na tunaamini kabisa kuanzia hapa wanawake watakuwa chachu na wataitangaza vizuri SACCOS yetu. Namshukuru Mungu sana, mwendesha mada ameweza kuwafundisha mambo mengi yanayowahusu wenyewe binafsi, yanayohusu jamii mpaka familia zao na namna ya kujikwamua katika uchumi. Hivyo mimi mwenyewe nimefarijika na kufurahi sana. Naamini wanawake wenzangu watakwenda kuyatendea kazi na tena watakuwa walimu wazuri wanakoelekea. Asante. Kwa majina naitwa Beatrice Kimaro, ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi. Kwa mara ya kwanza chama cha ushirika wa akiba na mikopo Ng'ambo kimekuwa na siku ya ushirika, siku ya kusherekea siku ya wanawake duniani. Tangu kuanzishwa kwake hakijawahi kuwa na kusherekea siku hii kwa umuhimu. Lakini mwaka huu uongozi wa chama kwa maana ya bodi na management imeona kuna haja ya kuwakusanyisha wanawake wa chama hiki ili kuweza kusherekea siku hii kwa pamoja. Na mimi kama mhadhiri nimepata fursa hii ya kuwa miongoni mwa tunaita nini, wawezeshaji, ili kuweza kuwafundisha wanachama hususan wanawake kuhusiana na wajibu wao. Na mada kuu ilikuwa ni mwanamke na ushirika, mwanamke na uongozi, lakini tatizo pia la afya ya akili kwa wanawake, na kuangalia namna gani wanaweza wakajinusuru au wakajinasua kutoka kwenye changamoto hiyo. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana. Ilikuwa siku ya baraka, ilikuwa siku nzuri sana ambayo wanawake wamepata kujifunza mambo mengi, hasa kuhusiana na maushirika, kwa maana ya kujifunza wajibu wao, kukumbushwa kuhusu wajibu wao wa msingi kama wanachama, lakini pia kukumbushwa kwamba wana wajibu wa kuweka akiba zao, kwa sababu kuweka akiba unailinda kesho yako iliyo njema. Lakini kutumia dirisha la amana na kukopa kwa busara. Lakini namna gani pia wanawake wanaweza kujiepusha na mikopo ya barabarani kwa maana ya kausha damu, kwa sababu inaonekana inachangia sana kwenye kuharibu maisha ya kina mama, lakini inawapa pia tatizo la afya ya akili. Lakini la pili tulizungumzia kuhusiana na masuala ya mwanamke na uongozi. Kama tunavyojua mwaka 2025 nchi yetu ya Tanzania ni mwaka wa kimkakati, ni mwaka wa kiserikali, ni mwaka wa kiuchaguzi. Kuhimiza wanawake washiriki pia kwenye jambo la uchaguzi kwa maana ya kugombania nafasi mbalimbali za uongozi, na kugombea nafasi za uongozi ni uongozi wa kiserikali kwa maana kuanzia ngazi ya uwenyekiti wa mtaa, uwenyekiti wa kitongoji, madiwani, makatibu kata, lakini mpaka kwenye ngazi ya ubunge. Lakini hata kushiriki kwenye kupiga kura. Jambo la pili kwenye masuala ya uongozi ni wanawake namna gani watashiriki pia kwenye nafasi mbalimbali za kugombania uongozi wa chama. Mwakani 2026 Ng'ambo SACCOS itaingia kwenye uchaguzi. Wanawake wajitokeze kwa sababu inaonekana ushiriki wao ni mdogo sana kwenye nafasi za uongozi. Wamerudi nyuma. Kwa hiyo wajitokeze kwa wingi, wagombanie nafasi mbalimbali kuanzia ujumbe, uwenyekiti, makamu mwenyekiti, lakini hata ujumbe wa bodi. Na namna gani watafanya hivyo ni kwa sababu wanawake takwimu zinaonyesha ni wabunifu, lakini wanawake wengi ni waadilifu. Wanawake wengi ni viongozi kwa maana ya kwamba wanaweza kusimamia jambo lao na likawa. Lakini pia ni wabunifu. Wanaonekana wanawake ni wabunifu sana. Na kwenye vyama vya ushirika vinahitaji watu wabunifu ili viweze kusonga mbele kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. La tatu tulizungumzia ni kuhusiana na masuala ya tatizo la afya ya akili. Kama tunavyojua swala hili la unyongovu
ni tatizo ambalo linaathiri akili, linaathiri hisia, lakini pia inaathiri mtazamo wa mwanadamu. Na wanawake inaonekana ni wahanga wakubwa sana wa tatizo hili. Kwa nini? Ni kwa sababu kwanza mbili. Moja ya kibiolojia, lakini sababu nyingine ya pili ambayo nitaizungumzia ni masuala ya kifedha. Wanawake wamekuwa wakikutana na changamoto hii kwa sababu wengine wanafanywa ukatili wa kijinsia kutoka kwa waume zao, wako wengine wanafanywa ukatili wa kijinsia, lakini wako wengine ni tatizo la kibiolojia wakati wa ukuaji, lakini pia hata wakati wa uzazi wanawake wanajikuta wanapata changamoto hii. Lakini pia sababu nyingine zinapelekea ni masuala ya mikopo kama nilivyoeleza. Wanawake wengine wanakopaji wazuri sana, lakini wanakopa kila mahali. Hilo ndo tatizo. Wangekuwa wanakopa sehemu moja inaweza kusaidia, na kwa sababu hiyo inawafanya wanakuwa wanahangaika, na mahangaiko yao yanaathiri uwezo wao wa kufikiri, lakini pia inaathiri hisia zao. Na ili tatizo la hisia linapelekea hata changamoto kwenye ngazi ya familia. Wanawake wanakuta hawana hisia kabisa. Nikisema hisia na maanisha hizo hisia, kwamba wanawake wanakosa hisia, na wakikosa hisia inaleta changamoto hata kwa wanaume. So kwa sababu hiyo tukaona kuna haja ya kuelimisha wanawake namna gani wanaweza kukabiliana na changamoto hizi, na suluhu ni kujiepusha na mikopo mingi, lakini kutumia sakosi yao ya Ng'ambo SACCOS vizuri. Wakiitumia vizuri wanaweza kunufaika kwa wao wenyewe na familia zao, lakini wanaweza kunufaika jamii kwa ujumla, lakini pia tunaikomboa taifa la Tanzania. Kwa nini tunasema haya? Kwa sababu mwanamke ni jeshi kubwa, wanawake ni imara, wanawake wana nguvu, wanawake wanaweza. Lakini kubwa kuliko yote tunawaambia mwanamke imara, wanaume aachwe nyuma. Ni jukumu la wanawake kushikamana na waume zetu. Tukiwaacha nyuma, meli itazama. Hakuna namna taifa la Tanzania linaweza kusonga bila uwepo wa wanaume. Tunawahitaji wanaume kwenye maisha yetu kwa sababu wanatusaidia kwenye kutatua changamoto ya afya ya akili, lakini tunawahitaji kwa sababu ya kujenga uchumi kwa pamoja, kwa sababu uchumi mzuri ni ule uliojengwa na jinsia zote mbili. Lakini tukikosa wanaume, hata kibiolojia pia lile jukumu la msingi tulioambiwa nendeni duniani mkaijaze dunia halitatimika kikamilifu. Kwa hiyo ninawahimiza sana wanawake wa Ng'ambo SACCOS, ninawahimiza wanawake wa mkoa wa Kilimanjaro na taifa zima kwa ujumla, tusiwaache wanaume nyuma. Tushikamane nao ili tuweze kuijenga Tanzania iliyo imara. Tushikamane nayo ili tuweze kuisaidia serikali katika kutatua changamoto hizi za umaskini uliokithiri, lakini pia kuwa na ustawi wa jamii ambao ni sawia, wa kushiriki wa jinsia zote mbili kwenye kujenga taifa letu la Tanzania, kujenga uchumi ili tuweze kufanikiwa. Asanteni sana. Wanawake tunaweza. Taasisi yetu ya Ng'ambo SACCOS imekuwa mstari wa mbele kumkomboa mwanamke kiuchumi. Hivyo napenda kutoa hamasa kwa wanawake wote wajasiriamali, wapenda maendeleo walioko mkoa wa Kilimanjaro kujiunga na chama chetu, waweze kutumia bidhaa zetu zenye riba nafuu zaidi kwa ajili ya kujiendeleza. Ewe mwanamke, karibu Ng'ambo SACCOS kwa ajili ya huduma motomoto na kwa maendeleo yako na jamii nzima. Napenda ujitambue, wewe ni mtu wa thamani popote ulipojiamini. Tunawakaribisha wanawake wote kwa tukio kama hili kwa mwaka unaokuja 2026. Umoja wetu ni nguvu yetu. Ujitambue, wewe ni mtu wa thamani popote ulipojiamini. Unatosha. Yesu alitumika na wanawake, mitume alikuwa na wanawake. Mwanamke popote ulipo unatosha.